Hello ndugu zangu, ni wasalimu sana kwa imani zenu. Na wale wenzangu wenye imani kama yangu, Bwana Yesu wasifiwe sana. Naitwa Samir. Napenda kushare na wewe mambo mawili matatu. Mada ya leo, kichwa cha habari, narudi kwa baba. Narudi kwa baba. Na leo wakati nikitafakari hilo, nikaona nikushirikishe jambo kutoka kwenye Biblia. Yohana 1:12. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Na wakati natafakari haya maandiko, nimeona kwamba nikushirikishe mambo mawili matatu mwana wa Mungu. Mungu anasema waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wake, kwa sababu kuna qualifications au quality za namna ya kuishi kimatendo au kimtazamo, ili uweze kuqualify kuwa mtoto wa Mungu, ili uweze kupata haki zinazokustahili kuitwa mtoto wa Mungu. Na we mwenyewe hauwezi pasipo Mungu kukusaidia, na ndio maana Biblia inasema aliwapa uwezo. Na hakuna mtu ambaye aliweza kufikia hizo quality au namna ya kufanya ili uweze kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na kwa sababu Mungu, ili uwe mtoto wake, kuna namna ya mtu unatakiwa uwe. Kuna aina ya matendo uwe unayafanya ndo uweze kufanyika kuwa mtoto wake. Na si rahisi kwa kweli. Ndio maana kuna zile amri 10, usiibe, usiue, usidhulumu, mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Lakini pia sio rahisi kuvifikia mpaka Mungu awe amekupa uwezo. Anakupa uwezo wa kuacha kuiba, anakupa uwezo wa kuacha kuzini, anakupa uwezo wa kuogopa kuua, anakupa uwezo wa kila namna ya kuwa mtakatifu. Lakini ni pale tu utakapoamua kurudi na kunyenyekea na kutii. Kwa hiyo wale wote walioamini na kutii na kunyenyekea, ndio Mungu huweka nguvu yake ya kipekee kuweza kufanyika kuwa mtoto wake. Hapo ndo utaona sasa kama ile hali ya kuvuta sigara haipo, hali ya kurukaruka na wanawake inakuwa haipo. Utaanza kuona sasa, mbona nilikuwa napotea? Mbona nilikuwa nachelewa? Nilikuwa wapi? Kwa hiyo utaanza kujutia. Unaona, mbona nilikuwa napotea? Kila ukiangalia ile maisha ya nyuma ambayo ulipitia, unaona mbona nilikuwa gizani. Unaanza kujisikia kutubu mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kuna kitu amekiweka ndani yako kinaanza kusiganisha. Hakitamani kuishi ile maisha uliyokuwa ukiyaishi zamani. Kwa Biblia inasema bali wote waliompokea. Kwa hiyo ndugu yangu, nakusihi leo, geuka, muamini na umtegemee Bwana Mungu wako, ili akupe uwezo wa kuishi kama mtoto wake, akupe uwezo wa kuishi kwenye mapenzi yake. Kama mimi sasa hivi nimetulia, sinywi pombe, sitamani pombe tena, sitamani sigara. Nimetulia na mke wangu mmoja tu, na nimeona kabisa kule nilipokuwa mwanzo nimeteseka muda mrefu, nimepoteza vitu vingi sana, na sitamani tena hayo maisha. Lakini hayo yote ni kwa sababu Mungu ni baada ya kuniwezesha, kwa sababu ya kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nikusihi tu kijana mwenzangu, geuka, mrudie Bwana Mungu wako, ili Mungu akupe uwezo wa kufanyika kuwa mwana, akupe uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme huwezi kuwa tu ukamkuta tu ovyo ovyo barabarani. Lazima kuna namna ya uhusika au vae, ili aweze aendane na kuwa mtoto wa mfalme. Mtoto wa mfalme huwezi kumkuta yuko barabarani anazurura, anafanyaje. Kwa hiyo kuna vitu lazima uache, lazima ufanye maamuzi kuamua kumwelekea Bwana Mungu wako. Kipindi ambacho kinafuata tutajifunza sasa
namna ya kuamini na kuliishi neno la Mungu. Kaa karibu na mimi, kuwa tayari, na kupenda sana na wapenda sana.